Kituo cha sasa tuliopo ni kituo cha shule ya utawala, kituo cha kupiga kura ya wanautawala. Tunaye waziri wa afya wa chuo kikuu Mzumbe. Tungependa kusikia hamasa kutoka kwake na pia mrejesho wa jinsi utaratibu unavyoendelea. Ndugu, habari yako mheshimiwa waziri? Nzuri, habari za mchana. Salama sana. Tungependa kukufahamu kwa majina yako, unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Frederick Flavius Muganyizi. Nilikuwa naibu waziri wa afya serikali inayomaliza muda wake. Ndio. Moja kwa moja kwa swali lako ni zuri sana. Tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu, chuo chetu kina amani, kina usalama na upendo pia. Zoezi la uchaguzi linaendelea kama lilivyoanza tokea asubuhi mpaka sasa hivi. Wanafunzi wanafika kwenye vituo vya kupiga kura. Taratibu ni mzuri. Japokuwa kidogo wengine wanaona changamoto ya kwenye mfumo wa MWAMS hawaoni majina yao, lakini kwenye ile listi zilizotolewa, lakini utaratibu ni mzuri umetolewa. Mtu unaonesha una login MWAMS na unaweza ukaona jina lako, ukionyesha evidence unaweza ukapiga kura. Ndio. Mheshimiwa waziri, je, vipi kuhusiana na swala la usalama? Mchakato wa usalama ukoje? Kimsingi sisi wenyewe kama vijana, hili jambo ni la kwetu sisi na sisi wenyewe ndio tunaweza kusababisha usalama uwepo au usiwepo, lakini kama uongozi wa chuo na pamoja na tume umeweka vizuri mazingira mazuri ya kuhakikisha usalama upo, na hata ukiangalia katika vituo vyote hamna shida yote ambapo kuna shida. Yes. Ndio mheshimiwa waziri, je, kumetokea toka asubuhi mchakato uanze viashiria vyovyote vinavyoweza vikathibitisha uwizi wa kura au jambo lolote la namna hiyo? Kimsingi viashiria vipo asilimia ya chini sana, na tunategemea sana katika uchaguzi wa mwaka huu hivyo vitu visiwepo, mambo yawe ya haki na usawa. Ndio, na endapo kama mtu ataweza kujihusisha kwenye hiyo habari, basi hatua za kinidhamu zichukuliwe mara moja. Au wewe unashauri hivyo vitu viwepo na vitendo hivyo viwepo? Bila shaka haviruhusiwi mheshimiwa waziri. Je, ungependa kuwahasa wapiga kura ambao hawajafika kwenye vituo vipi siku ya leo ili muda usiwapite? Kimsingi vituo vitafungwa saa 10 na tulikuwa tunawaomba sana kama mtu ana changamoto labda ya kuumwa au nani, kwa sababu ni haki kikatiba. Kwa hiyo hata walao atoe taarifa, tutengeneze mazingira tuweze kumleta aweze kutimiza haki yake ya kikatiba, lakini muda ni saa 10. Tuendelee kuwaasa wenzetu ambao wapo kwenye makanisa, bado wengine wapo kwenye ibada, waweze kufika na kuendelea na hili zoezi. Ndio. Sawa, tunashukuru sana mheshimiwa waziri kwa muda wako. Na je, umekwisha piga kura? Mimi nishapiga, sijui wewe kama umeshapiga. Nimepiga nami mheshimiwa waziri. Sawa, kama umeshapiga ubarikiwe sana. Asante sana. Na huyu mwingine ashapiga? Bila shaka. Na bodyguard wako ashapiga? Bila shaka mheshimiwa. Basi tuendelee kuwahamasisha wenzetu waweze kuja kwenye magrupu yetu, waje wapige kura. Ni haki katika kikatiba, wapige kura. Ndivyo tunavyokuwa kinidhamu na kuweza kumpata kiongozi bora ambaye ataweza kutusaidia kwenye ustawi wetu wa kesho na baadaye. Asante sana mheshimiwa waziri, tunashukuru kwa ushirikiano.